Shirika lisilo la kiserikali la Firetajo limezindua rasmi mradi wa kuinua vijana kiuchumi, ambapo zaidi ya vijana 1.5 watafikiwa na mradi huu kwa mikoa ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Youth Economic Empowerment. Twende tena. Youth Economic Empowerment. Maana yake ni kuwawezesha vijana kiuchumi. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu ni Francis Ngelela, afisa maendeleo ya jamii wa jiji la Mbeya, ambaye anakaribishwa na mkurugenzi mtendaji wa Firetajo Bi Rebecca Mhagama na kueleza kuhusu umuhimu wa mradi huo kwa vijana. Wapo vijana ambao wako mitaani, hata mtaani kwetu hapa wapo, ambao wanahitaji wapate elimu. Kwa hiyo sisi kwa maono na mawazo na kwa nia njema kabisa tumeona ule mradi ni mradi mzuri ambao utawafanya vijana wabadilishe maisha yao. Kwanza wajitambue na wabadilishe maisha yao, kwa sababu kijana kila kitu anazungumza anafikiria maisha bora, nyumba nzuri ya baba yake, nyumba nzuri ya jirani nani, lakini mwenzake amefanya nini kupambana huko hataki kufikia. Akizungumzia mradi huu, afisa maendeleo ya jamii Francis Ngelela anasema mradi wa YEE ni muhimu kwa kuwa vijana watanufaika zaidi na mafunzo ya namna kujikwamua kiuchumi. Leo tunakwenda kuzindua uzinduzi wa programu inaitwa YEE yenye maana ya Youth Economic Empowerment. Programu hii kwangu mimi naona ni programu muhimu sana. Kabla hujampa kijana mtaji, nimeona hapa mnatoa mafunzo na pia mna matrainers, walimu ambao ni ambassadors ambao wanakwenda kuwafundisha sasa vile vikundi vya vijana kwa ajili ya kuja kunufaika na mitaji ambayo unatoa. Kwa sababu unapotoa mtaji ukapotea bure, unakuwa hujafanya kile, yaani hata wewe mwenyewe kwenye moyo wako unakuwa unaona kabisa hakuna matokeo chanya ambayo uliyotarajia yameshindwa kutokea. Lakini mnapotoa elimu na kuunganisha vijana katika vikundi na kuwaelekeza njia ya kupita na kuwapa mitaji, mnakuwa mnaamini fedha ambayo tumeitoa au mitaji ambayo tunakuwa tumeitoa imefika sehemu husika na sehemu salama kwa ajili ya kuwainua vijana na jamii kwa ujumla. Tumesikiliza program inataka nini, na sisi kama serikali tumehudhuria, tumeisikia. Kwa hiyo kwa kusema hayo, niseme tu kwamba mimi binafsi na kwa niaba ya serikali tumeikubali programu hii ya YEE na tarudisha mrejesho kwa mkurugenzi. Maria Philip ni afisa miradi wa shirika la Firetajo na hapa anaeleza lengo la mradi huu. Mradi tuliozindua leo, mradi wa Youth Economic Empowerment, ni mradi ambao tunategemea kutekeleza ndani ya miaka mitatu ya kwanza kama phase 1, lakini pia na wenyewe utakuwa una vipengele vichache, yani itakuwa ina cohort tofauti, inakuwa na madarasa tofauti ndani ya hiyo miaka mitatu, ambapo pia tunategemea kwa mkoa wa Mbeya tu tuwafikie vijana 45 kwa mkoa wa Mbeya. Kwa nyanda za juu kusini tunategemea tuwafikie ndani ya miaka mitatu vijana 160,000 kwa nyanda za juu kusini. Hapo naongelea mkoa wa Mbeya, Songwe, naongelea Njombe, naongelea Iringa, naongelea Rukwa, naongelea Katavi. Ndani ya miaka mitatu tunatamani kuwafikia vijana 160,000. Lakini huo mradi ulivyoundwa na ulivyotengenezwa utakuwa una moduli 7. Hizo moduli mojawapo itakuwa ni uwezo binafsi, ambayo kijana atajitambua yeye ni nani katika jamii, katika familia. Lakini pia kutakuwa kuna masomo kuhusiana na ujuzi wa utambuzi wa fedha binafsi pia. Lakini baada hapo atajifunza kuhusu mfumo wa vikoba, atajifunza pia kuandika andiko la vikoba, andiko la biashara au mradi ambao ataubuni yeye mwenyewe. Lakini pia tutamwandaa kupata mafunzo kwa wale ambao tayari wameshapata elimu, wanatamani kuajiriwa.
jinsi ya kujiandaa kabla ya kwenda kwenye interview au uendie kwenye interview. Lakini pia kuna wale asilimia kubwa ya wananchi wa nyanda za juu kusini na vijana wengi wametoka kwenye familia za wakulima. Kwa hiyo ili kuendeleza ule mnyororo, na sisi ndio tunalisha sehemu kubwa ya Tanzania. Ili kuendeleza ule mnyororo tutakuwa tuna masomo ya kilimo na ya biashara. Kwa sababu kutakuwa kuna masomo ya kilimo biashara yenyewe na biashara nyingine tofauti tofauti ambazo vijana wa sasa hivi wanaweza kuadapt na kuzitumia. Lakini pia tutakuwa na moduli ambayo itakuwa inahusiana na masuala ya mazingira yanayomzunguka kijana, yanayotuzunguka sisi sote, jinsi ya kuyatunza, jinsi gani wanaweza kupata fursa mbalimbali kutokana na mazingira ambayo yanawazunguka. Lakini baada ya hapo vijana watapata fursa ya kuingia kwenye mashindano ya maandiko ya miradi. Kwa hiyo shindano bora watapata pia na wenyewe zawadi ya kupata mtaji wa ile andiko ambalo wameliandika. Lakini pia watapata fursa ya kuunganishwa na taasisi mbalimbali ambazo zinataka kusaidia vijana, lakini walikuwa hawajua wapate wapi hao vijana. Sisi tutakachofanya, tutajaribu kuchukua vijana tofauti kwa mold kwa sasa raia wa Tanzania ambao wanachangia kwenye pato la nchi, ili sasa baadaye mwisho wa siku wale zile fursa mbalimbali zinazokuja waweze wakazipokea na wazifanyie kazi na zilete matunda. Kwa upande wake, mshauri wa shirika hili Thomas Mgimba anasema mradi wa YEE utakwenda kuleta mapinduzi makubwa kwa vijana wa Kitanzania. Kulingana na hali ilivyo, pamoja na wimbi kubwa la ukosefu wa ajira pamoja na kazi kwa vijana, kupitia hii programu ya YEE italeta mapinduzi makubwa, kwa sababu imeunganishwa YEE pamoja na mfumo wa vikoba umeunganishwa pamoja. Kwa hiyo nina hakika kabisa serikali, kwa sababu mnaweza kabisa kuchukua hilo wazo likasaidia vijana wengi. Kwa sababu gani? Uzuri wa hiyo, nilikuwa naongea pia na mkurugenzi hapo kwamba uzuri wa huu mradi, moja, unabadilisha fahamu, unaonyesha mtizamo. Unaanza kwanza kubadilisha mtizamo wa mtu, afu baadaye aende kwenye maeneo ya biashara. Alphonse Jidiga maarufu kama Madodoso ni afisa uhusiano wa shirika hili. Anasema kazi kubwa alionayo sasa ni kuhakikisha vijana wanakombolewa kiuchumi kwa kushirikiana na kampuni mbalimbali zikiwemo za kifedha. Kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali, taasisi za kifedha, watu binafsi, makampuni. Mfano leo tu nimejaribu kutembelea Ankosamu ambao ni wauzaji wa bodaboda, pikipiki, kuwahusianisha na taasisi yetu ya Firetajo katika mradi wa YEE. Wamesema wako tayari kushirikiana na vijana wetu kuwapatia hata pikipiki kwa mikopo ili waendelee kufanya biashara mbalimbali. Lakini pili, nimejaribu kutembelea mabenki kama ilivyotolewa awali na meneja miradi kwamba sisi tuna zaidi ya vikundi 2000. Sasa katika vikundi 2000 tuna vijana wengi. Sasa makampuni na taasisi mbalimbali zinahitaji watu waliopewa elimu ili kufanya nao kazi. Kwa hiyo makampuni hayo na taasisi za kibenki zimeniambia ziko tayari kufanya kazi kupitia programu ya YEE ili kuwafikia vijana na kuwawezesha kiuchumi. Lengo wao wanataka hasa vijana waliopewa elimu, wanaojitambua, ambao hawawezi kuleta shida yoyote. Na hapa kama unavyoona tumeangalia makundi kwa ujumla wake. Vijana ni kundi kubwa, wanawake ni kundi kubwa, lakini pia mazingira. Kwa hiyo kupitia idara yangu ya mahusiano na mashirikiano, sitalala usiku, sitalala mchana kuhakikisha kwamba shirika hili la Firetajo pamoja na serikali na jamii kwa ujumla zinafikisha lengo la jamii inayojitambua ili kuleta usitawi, usawa pamoja na mazingira endelevu. Miongoni mwa washiriki katika uzinduzi huo ameeleza matarajio yake kupitia mradi wa YEE. Matarajio yetu tunategemea kupata elimu, lakini pia kutuongezea uwezo ili tuweze kufanya biashara zenye tija. Lakini pia tunatarajia vijana wengi waweze kupata elimu na waweze kujisimamia wenyewe tukishirikiana na shirika la Firetajo. Hii ni Malo TV, endelea kutufuatilia.